Karibu kwenye uchambuzi wa kitabu chetu cha Rich Dad Poor Dad, yani baba tajiri na baba maskini. Mwandishi ni Robert Kiyosaki. Leo tuko chapter namba 1. Hii chapter tunaangalia main reason ni kwamba hivi siku zote tunasema watu matajiri huwa hawafanyi kazi kwa ajili wapate pesa, ila huwa wanatengeneza mifumo ambayo pesa inaibidi iingie iwafanyie wao kazi, ila maskini wao huwa wanafanya kazi ili wapate pesa. Hapa tunaenda kumwangalia Robert Kiyosaki, ambapo yeye alikuwa na baba wawili, yani baba mmoja ambaye ni baba yake mzazi, ambaye alikuwa ni mwalimu lecturer tuseme wa chuo, ambaye alikuwa analipwa mshahara mkubwa, ila maisha yake yote yeye alikuwa anaishi kwa ajili ya kulipa bills, sawa, kusaidia watoto waende shule, sawa, ila ni kwamba hivi yeye hela ya kubaki ilikuwa hamna, yani kana kwamba alikuwa anafanya kazi ili yani aweze kusurvive, so kuishi, kusurvive. Umeona, wakati kuna baba mwingine ambaye ni baba wa rafiki yake, ambaye ni baba yake Mike, ambaye huyu alikuwa ni mfanya biashara, ambapo baba alikuwa tayari kufanyeje, kumsaidia kujifunza. Hapa tunaona pointi kwamba hivi maskini wengi huwa wanahitaji wafanye kazi ili walipwe, na huyu Rich Dad alichokifanya baada ya Mike kwenda kumuomba kazi, alijaribu kumpitisha kwenye mitihani ili aone kama atastahimili. Kwanza alimwambia, utafanya kwangu kazi masaa 10, na hayo masaa 10 mimi nitakulipa shilingi ngapi? Nitakupa senti 10 za Kimarekani, ambazo hizo senti 10 alizozipokea huyu Robert Kiyosaki akiwa na rafiki yake ambaye ni mtoto wa huyo tajiri Mike. Wao walikuwa hiyo hela wanaenda kuitumia kwenye vitabu, comic books, hivi vitabu ambavyo tunasema ni vitabu vinavyofundisha kwa hadithi za picha, kwa sababu walikuwa bado ni watoto, sawa. Ila siku zote watu wakiwa wanafanya kazi wasizozipenda ni rahisi kutaka kufanyaje, kuquit, kwa sababu wanahisi hapa mimi nimekuwa bored. Na hiyo ilitokea Kiyosaki, alihitaji quit, sitaki tena kuendelea, nimechoka mimi, kila siku nafanya kazi hivi ila sina nacho kilipwa. Sawa, hata nikipata hizo senti 10 nazitumia vipi? Zinaisha haraka kwa sababu naenda kununua vitabu. Akaambiwa na Mike kuwa baba anakuita nyumbani. Alipofika kwa baba yake, alijikuta anatumia almost masaa 10 kumsubiria, risali moja kumsubiria ili aje kumpa somo jingine. Sawa? Na hapa tunaenda kuangalia huyu Robert Kiyosaki, baba yake alikuwa anatumia lecture kumfundisha Robert jinsi maisha yalivyo. Usitumie hela vibaya. Jitahidi uende shule upate elimu kubwa sana. Ukishapata elimu kubwa sana utaajiriwa. Ukishaajiriwa utakuwa yani utakuwa na usalama, kwa sababu hata ukizeeka utapata kiinua mgongo. Kwa hiyo Robert Kiyosaki babake yeye alikuwa ni kwamba hivi slogan yako ni go to school, get a good grade and then get a job so you'll be secured. Ndio ilikuwa slogan yake, na wazazi wengi wa Afrika wako hivyo, wanawalazimisha watoto wao waende shule, wapate elimu nzuri ili waajiriwe, ili baadaye waje kuwa watumwa wa ajira. Ila kwa baba yake Mike ambaye ndio Rich Dad, yeye akuwa na hizo swaga. Yeye ni kwamba hivi na kufundisha ili uweze kujiingizia pesa, ili baadaye utengeneze mfumo ambao utaweza kufanyaje, kukuingizia pesa hata kama umelala. Yani wewe usitumikie pesa, pesa ikutumikie wewe. Hapo ndo tunaita financial freedom. Sasa tunaona pointi nyingine hapa. Baada ya kusubiria, alimwambia Mike kuwa babako mbona kama ananizalau. Mimi nimesubiria hapa lisali zima wakati yeye ndo ameniita. Ila hiyo yote ilikuwa ni babake Mike anaendelea kumtesti Robert Kiyosaki. Je, una ustahimilivu? Watu wengi sasa kikarne ya sasa hivi hawawezi kuvumilia kwa jambo lolote. Wako tayari wanataka matokeo ya haraka, wanataka wajifunze faster. Yani wapate hela ya haraka. Ila kumbe dunia haiwezi kukuliwadi kwa namna hiyo. Tunaona kwa hapa Robert Kiyosaki babake Mike anamwambia Robert Kiyosaki kwamba hivi, nisikilize. Dunia jinsi ilivyo ni tofauti na unayoyasoma shuleni. Dunia inakufundisha kwa vitendo. Yani inabidi upate misukosuko, ujifunze kutokana na misukosuko. Darasani unakaa unajifunza huku unaandika, ila ukija duniani unapata zoruba,
unapigwa, unafanya nini, yani kila kitu kinakuangukia. Imradi wewe angalie, je, utaweza kusimama au utaweza kulala pale pale ulipodondoka. Ndio maana kuna msemo unasema hivi, hii dunia ipo kwa ajili ya watu kakamavu na shupavu, sio kwa ajili ya weak men. Sawa, hapa ndicho tunachokiona hapa. Ila Robert, baba yake Mike ambaye ndo Rich Dad, anamwambia Mike na Robert Kiyosaki, anamwambia hivi, sikiliza, mimi ninawaajiri, yani nimewaajiri watu zaidi ya 150, na wote walivyokuja kwangu hamna hata mmoja aliyeshawahi kuniomba elimu mlioiomba nyinyi. Hakuna hata mmoja. Kila mmoja anakuja hapa naomba kazi, ila hamna hata mmoja aliyeshawahi kuja kwangu akasema hivi, naomba unielimishe ni jinsi gani mimi nitakuwa milionea kama wewe, ni jinsi gani nitaingiza pesa hata kama sipo kazini. Wakati hapo Robert aishamuona kuwa baba yake Mike yani ni kama vile anawafyonza wafanyakazi wake, anawafanyisha kazi nyingi afu hela anawapa kidogo kwa sababu yeye anaingiza nyingi. Anasema hapana, wao ndo wanajidondosha, sio mimi. Sawa, anaendelea anasema hivi, kama wewe hujajifunza kutokana na kosa lililotokea ulilolifanya, utatumia miaka mingi, muda mwingi kuwalaumu watu wengine, kuwa asingekuwa fulani mimi nisingekuwa hivi, yani unahisi kuwa changamoto zako ni za mtu mwingine. Mfano, labda wewe hapo, labda unamlaumu mjomba wako, shangazi yako, ila kwa nini unamlaumu? Wakati anatafuta hizo mali, anatafuta hizo pesa, wewe ukuwepo, alihangaika yeye mwenyewe. Kwa hiyo cha kwenda kumuomba ushauri si kumuomba pesa, ni kumuomba ushauri ni jinsi gani utakuwa tajiri kama yeye. Asipokuambia ukweli, angalia vile vitu anavyovifanya daily routine, hivyo ndio vitavyokufanya wewe tajiri kuliko kuwalaumu watu wengine. Ila tunasema hivi, kama ukishindwa kufanya hivyo, maisha yatazidi kukupiga hadi uamue sasa nimechoka. Kama hujachoka hadi unakufa, utakufa hadi kuwa maskini. Sasa Robert Kiyosaki anasema Rich Dad alimwachia somo jingine ambalo anasema hivi, mara nyingi maskini huwa sio risk taker. Hawapendi kuwa risk taker. Wao wanapenda wafanyiwe kwanza maamuzi, waamliwe hela ya kutumia, waamliwe muda wa kuingia na kutoka, waamliwe ni nini wafanye. Tukumbuka, mtu yeyote anayemiliki, anayekulipa mshahara, sawa, au anayekupangia kipato wewe kiasi gani uingize, huyo anakupangia hadi plani ya maisha yako na ndoto zako na kadhalika. Kwa hiyo inabidi ubadilike. Ila hapa anakuambiaje? Rich Dad anamuuliza Robert Kiyosaki, anasema hivi wewe unavyofikiria, malalamishi yanaweza yakatatua tatizo au yanaweza yakaongeza tatizo? Je, malalamishi yanaweza yakaleta pesa mezani au yanaweza yakaongeza tatizo mezani? Akamuuliza, kati ya ubongo na pesa ni kipi kinatatua tatizo? Mike akasema ni ubongo. Akujibu, aliyejibu ni nani? Ni Rich Dad. Akamwambia of course ubongo ndio unatatua tatizo. Kwa hiyo ubongo wako jinsi ulivyo useti ni tatizo kubwa au ni faida kubwa. Kwa hiyo leo ni chapter 1. Sawa? Siku moja, yani kana kwamba ni leo, kesho namalizia chapter, kesho napumzika, kesho kutwa njoo hapa. Like, follow, hakikisha upitwi na hiki kipindi. Kumbuka kitabu tulicho nacho ni Rich Dad Poor Dad. Hapa utaenda kujifunza kwa nini maskini wanazidi kuwa maskini na kwa nini matajiri wanazidi kuwa matajiri, na utaenda kujifunza kwa nini watu wenye elimu wanaenda kufanya kazi kwa maskini, kwa mtu sio maskini, kwa mtu asiyekuwa na nini, na elimu. Kumbuka baba yake Robert Kiyosaki, yeye alikuwa na elimu kubwa sana, ila Rich Dad akumaliza hata darasa la 8 ambayo tuseme form 1 na akufika. Sawa, akufika, ila aliweza kuzijua skills ambazo zinamfanya hadi leo hii tunamsoma, kwa sababu tayari ameleta mapinduzi. Sasa wewe utafanya kitu gani hadi leo hii tuseme hata ukiondoka tutakukumbuka? Stay tuned. Asante.